Unaitwa nani? Afande, mimi sihusiki na chochote. Naomba unisaidie. Na hapa nilipo, kiukweli mke wangu anapata shida sana huko aliko saizi. Naomba unisaidie. Nisikilize. Hapa mimi sitaka kupokea taarifa za mkeo. Ungejibu swali nilokuuliza. Unaitwa nani? Naitwa Mbwela. Mbwela nani? Mbwela Kilapo. Nisikize nikwambie kitu. Unajua unavyoendelea kutaka kuzungusha utakuwa sana tunajikandamiza katika hii kesi. Mimi nafikiri ungenieleza ukweli wa hili begi. Afande, akiangua mtume, yani sijui chochote. Sielewi chochote, yani hata hili begi mimi sijui hata litoka wapi. Yani sielewi. Naomba tu nisaidie afande. Nisikilize. Mimi na uwezo wa kukusaidia. Lakini njia pekee ambayo naweza kufanya nikakusaidia na kweli ukaonekana hauna hatia kama unavyodai ni kunieleza ukweli juu ya hili begi. Pale nyumbani kwako unaishi na nani? Mimi naishi na mke wangu tu. Okay. Basi sawa. Mimi nafikiri wewe rudi ndio kapumzike ndani. Kisha utanipa namba ya mkeo. Kuna vitu nitazimuomba kwa wewe. Yaani nirudi tena ndani? Afande, tafadhali naomba nisaidie. Mimi siwezi tena kurudi ndani afande. Naomba unisaidie. Sikiliza. Haki ya Mungu, mimi sihusiki. Kweli sihusiki na chochote kile. Na mimi toka nizaliwe afande. Kama hivi mimi sijafunga. Mbwela. Sikiliza nikwambie. Unavyorudi ndani haimaanishi kwamba umeshtakiwa. Wewe bado ni mtuhumiwa. Kuna vitu nahitaji kwenda kuvifahamu kutoka kwa mkeo juu ya hili begi. Alafu nitakaporudi nitakuwa na majibu sahihi ya kuangalia namna gani jinsi ya kuweza kukusaidia. Kwa sasa nipatie namba mkeo ili nione namna gani jinsi naweza nikawasiliana naye. 06 82 99. Sawa. Sasa wewe rudi ndani ukapumzike. Alafu mimi nitaenda kuonana na mkeo. Mina zama, naiona segelea.